Bwana Yesu asifiwe, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu hapa TAG Shangani Miracle Temple. Karibu kwenye kipindi chetu cha ushuhuda wangu. Hiki ni kipindi hususan kwa ajili ya kuelezea watu waliookoka au watumishi wa sasa ambao waliishi maisha ya kutokumpendeza Mungu, lakini kwa sasa wanaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Uko nami mtangazaji wako Victoria Sanane. Kabla yote kuanza kipindi hiki, ningependa kuanza na maombi. Mtakatifu Mungu aliyeketi juu ya enzi, tunakushukuru kwa sababu ya siku nzuri ya leo uliyotupatia. Pia tunakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki, mfalme wa amani. Tunakikabidhi kipindi hiki mbele zako. Tunaomba kila atakayeangalia kipindi hiki akapate faraja, akapate kukujua wewe. Kipindi hiki kikafanyike kama lango kwa ajili ya watu kukujua wewe. Tunamwombea hata mtumishi wetu, naomba umfunike kwa damu yako. Tunaomba haya machache kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo katika kipindi hiki tumetembelewa na mgeni, mtumishi wetu hapa. Yeye ni mtumishi kwa sasa, japo awali alikuwa ni Muislamu na aliishi maisha ya kutokumpendeza Yesu. Sasa mimi sitaki kuwa mwongeaji sana. Nitamkaribisha mtumishi wetu hapa, ataeleza, kwanza ataanza kwa kujitambulisha na ataelezea safari yake yote. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Salm Lipuga. Ni mzaliwa wa Mtwara mjini. Ni mtoto wa pili katika familia ya watoto wa tatu. Katika maisha yangu, kitu ambacho nimekibeba, nimeishi maisha ambayo yamenifanya nijifunze mengi sana na niyaone mengi sana. Nimeishi sana na mama yangu. Katika kuishi na mama yangu, nilikuwa bado nipo shule 2012, nipo darasa la 6. Nikaa nimejifunza fani ya kompyuta. Kuna mlokole mmoja alikuwa amenifundisha katika kufahamu hicho kitu, kwa nimepitia katika maisha yangu. Kwa hiyo kitu nikawa nacho. Basi nikawa nimependa pia kucheza kompyuta. Nikawa nimefahamu vitu vingi sana kwenye kompyuta. Hapo mama alikuwa afahamu kama anaweza kuchezea kompyuta. Kwa bado nikawa naendelea kumsaidia mama. Mama shughuli zake ni kuuza supu asubuhi pale, machapati, chai. Jioni anahusika na kuuza samaki. Samani mtumishi. Iko kipindi ambacho uko unajua kompyuta. Yaani ilikuwa kwamba unatoka muda ambao mama hayupo au ilikuwaje? Kwa sababu unajua ile mzazi ukitoka nyumbani lazima kuulize unaelekea wapi? Kwa sababu tueleze hapo uko na mabiaje ili yeye mpaka akujua kitu ambacho unakifanya. Kikubwa kwamba nilikuwa naibia. Siku nyingine nakuwa narudi shule, maana nyumba yetu sisi ni ya makuti. Yaani ua wa makuti. Ni ule uzio. Kwa hiyo nilikuwa napitia mlango wote. Nenda kuchojoa nguo, kwa hiyo kuna wengine alikuwa nione nakimbia. Nenda huko kuchezea makompyuta. Narudi. Ila nilikuwa naibia na nilikuwa hapendi. Basi nikaenda nikawa hivyo nimefika darasa la 7. Hivyo tu kinagumashi darasa la 7. Nakumbuka siku moja nilikuwa nipo nacheza kamari. Maana tayari nishakuwa ni wa mtaani, sababu vitu vingi naviona. Kwa nacheza kamari huko. Achana kule kwenye kompyuta, kwa sababu kwenye kompyuta tayari mama aliniita na akanikalipia, "Wani wapi unakushinda?" Kwa nikawa kule tena sishinde kwa sababu nilikuwa sio mbali sana. Nilikuwa sendi Kala. Kana shinda huko kwenye kamari huko bondeni huko unaita pwani kwa nacheza kamari. Kaka zetu. Sio nacheza kamari pale, nikawa nimepata pesa kama 40,000. Hapo sasa ndo kama bado mwezi tufanye mtihani wa darasa la 7. Tusubirie majibu. Kaniita siku natoka kwenye kamari, akaniita mama, akaniambia, "Mwanangu, mjomba wako anapigia simu." Nikashangaa sana. Akasema, "Kamuuliza mpigia simu nini?" Akasema, "Unataraji kwenda Zanzibar." Hapo bado hatujafanya mtihani. Na hata bado tu mazingira, bado niko mazingira shule. Nikamwambia, "Hamjafanya mtihani wa darasa la 7." Yaani ndio tupo kwenye process kwamba tunajua mwezi fulani nafanya mtihani. Nikamwambia kuna
nini, nitakwambia. Kazi mikata. Basi tukawa tumefanya mtihani, tunasubiria majibu. Bila majibu, mama akaniambia nenda kwa baba yako, maana mimi sina pesa. Kachukua pesa uanze pre-form 1, maana niko mtaani. Kanienda kuchukua baba kwa pesa, ilikuwa kama 40,000. Lakini nikamkabidhi mama. Nikawa nimechukua na dadangu mmoja hivi. Kwa upande tu kwenye familia nyingine. Kando tunaenda kwanza wote shule pre-form 1 Alusafa. Basi kwa tumeenda kule shule. Piga test. Dadangu kafaulu, ni majibu anakuja kwamba wewe bana una nizamu yako imeshuka. Ambia nini? Nikaja kufahamu. Mimi mwenyewe tu nilikuwa na simu, nilikuwa nimekaa. Kwa hiyo nitoka na simu. Kwa nikaja hapa hivi. Kweli nikarudi nyumbani, mama akaniambia umefeli, dadako ameniambia. Kwa hiyo cha kufanya ile ambayo nilikwambia miezi ile pale kwamba inabidi uende. Kwa nini ni kama kuna kitu labda kilikuwa kinatengeza kwanza kuhusiana na mimi masomo yangu. Basi nikasafiri kwenda Zanzibar bila kupenda, sababu tayari nishazoea mazingira mtaani na tayari kuna kitu nilikuwa nacho, sababu tayari nishafanya kazi za library. Sasa kwenda Zanzibar kule nimeishi na mjomba wangu, ila maelewano yalikuwa sio mazuri tulikuwa tunaishi. Niishi pale mpaka kule nikaenda huko nilikotoka Mtwara, sijawahi kutumia ulevi wote, ila kule nikaenda nikatumia ulevi wa bangi. Kitu ambacho kilipelekea akili yangu yani kuanza kubadilika. Kaenda nikapigiwa simu na babangu, sababu mdogo babangu nilikuwa sijaona naye kama miaka 5-6 tangu ile nimeenda kuchukua pesa pale, mawasiliano yakakata. Sababu babangu alikuwa mpata stroke, kwa ameparalyze, kama amerudishwa kijijini kwao kwenda kwa ajili ya matibabu. Baba kaenda kawa kupona, akawa ametafuta mawasiliano yangu mimi, akapata, akanipigia simu. Akaniambia mwanangu uko wapi? Nikamwambia niko Zanzibar. Akaniambia tu kauli moja, rudi. Mimi sikurudishia. Kweli mwenyewe pia nilikuwa nimemiss babangu. Nikawa nimefanya mchakato. Baada hiyo tena masekeseka kugombana na mjomba wangu pale Zanzibar, kama nilivyosema mawali tulikuwa tuelewani. Kama hivyo mambo ya bangi yalipokaanza kwa kama nianza kunishutumu hivi, yani kuna vitu vilikuwa vinatokea ni vingi sana ambavyo vile nikosesha raha sana. Nikaa nimerudi, ila kurudi yenyewe nirudi na babu mmoja hivi kutoka kule Zanzibar. Huyo babu ni mganga. Mganga ana vibali vyote, tena kapewa serikalini kabisa, ana vibali kwamba anafanya kazi popote. Tena mganga kweli. Nikaa nimerudi naye kwenye boti shuka bandarini mpaka stendi Temeke. Tumechukua gari mpaka Temeke pale alikawa amesahau mkoba wake. Kwa kaa ameniambia kwanza nilisahau mkoba wangu kwenye ile gari. Nikamwambia kwa tunafanyaje? Akasema subiria, nataka nikuonyeshe kitu hapa. Kweli niona pale katoa kioo chake kidogo, maana mwe kwenye ule mkoba aliosahau kumbe kuna kioo kikubwa. Katoa kioo kidogo kama ametachi, ni kioo hicho sio simu. Tachi ile gari niona imerudi pale, yani muda ule. Ile gari ambayo alisahau mizigo. Nilikuwa na abiria wengi, ile ilirudi na abiria pale. Basi nimekaa Zanzibar, nimekaa pale Dar. Siku ya kwanza, siku ya pili pata gari Mtwara modi tena. Bwana hapo Zanzibar nimekaa tena hiyo miaka 5. Sababu nimetoka Mtwara hapa 2015. Sorry. Pale uliposema ile gari limerudi. Kwa sasa ile pale mpaka ikawaje, yani gari la mzigo wake amesahau mzigo. Kwa gari lilirudi mpaka yani anaingia mpaka anachukua, wewe ilikuwaje mpaka akapata mzigo? Hapana, anajifanya alipochezea tu kioo chake. Naona gari kabisa ile konda anamuita mzee tena ni sio alimtoaje la mzee mfuko wako hapa.